Karibu. Afadhali nimekupa mganga. Karibu sana, karibu. Asante. Karibu sana. Habari yako kijana? Salama lakini sio sana mganga. Kwa nini? Kweli nina shida mganga. Shida yako nini? Shida yangu mimi bwana, nataka utajiri. Utajiri? Utajiri baba. Sasa bwana unacheka mganga. Nimefurahi. Ufurahi. Kwa ni shida ndogo kwangu. Yesu wewe utajiri. Sawa. Unasaidiwa. Kijana. Mpaka sasa hivi kwa mwaka umelima eka ngapi? Mganga nimefurukuta nimelima matuta 10. Lakini mvua haijanyesha tangia mwezi wa kwanza hadi sasa hivi mwezi wa 6 mvua haijanyesha. Haijanyesha? Ina maana nilichokipanda bado hakijaota. Ulijaribu kukusanya mikojo ya wanakijiji pale wote, ukaja ukamwagilia pale hujapata kitu. Sema hicho ndo sikuwazia mganga. Ukuwazia? Sawa kabisa. Sasa mawazo yako yakoje kijana wewe? Mganga mimi nisaidie nipate tu hela. Sasa hela mimi nitoe mfukoni mwangu nikugee wewe. Mimi najua mganga unaweza mganga. Mimi naweza mimi. Fanya iwezekanavyo. Wote tunamtegemea Mungu aliyoko huko juu. Sijui ndio yuko juu mimi sijui. Ila sema Mungu yuko juu baba wa mbinguni. Si ndio hivi? Ndio hivyo lakini nilikotoka mganga ina maana vijiji 6 nimeruka katikati. Lakini nimesikia jina lako kwamba unaweza kutengeneza hizo promotion. Promotion za dawa ili kwamba mtu fukara awe tajiri. Ndio hivyo mganga. Yaani sina hali yote ina maana hata nyumbani nimeacha mke na watoto lakini tangia juzi hii siku ya 7 hawajala. Kijana. Kijana wewe. Ni mtoto mdogo sana wewe. Ndio. Wewe saizi una miezi 8 tu toka uzaliwe na unawaza maisha ya utajiri bado mtoto mdogo wewe. Na kuonea huruma sana utaweza kukumbana na masharti nitakayokupa kijana wewe. Sema mganga shida tu pesa. Shida pesa. Mengine yanawezekana. Shida pesa. Sio masharti pesa. Pesa mganga. Kijana. Naam. Nisije nikakupa dawa alafu ukaenda huko ukarudi tena hapa ukasema mimi nimeshindwa masharti kije mganga mimi kijana sitakuelewa samahani sana. Sitakuelewa kabisa. Mganga mimi kwa hilo hapo naona halitakuja kutokea hata chembe. Halitakuja kutokea. Sawa nashukuru. Sasa dawa mimi nitakayokupa hapa. Yes. Masharti yake tu kwamba hakuna kulala na mwanamke yule. Sawa mganga. Naona umesita. Wewe niambie kabisa hapa. Kabla ya kufanya jambo. Sio kusita mganga. Na nakupa masharti kabisa. Sawa. Endapo kama hutafanikiwa kwa hili. Mganga kijana wangu ukirudi tena hapa lazima utatolea kafara. Kulipia mizimu ya hapa. Sijui kama unanielewa. Haina shida mganga. Sawa, naomba nikutengenezee dawa kijana wangu. Haina shida. Nashukuru sana. Kijana, naona mambo yako bwana umepona bwana, nimekamilisha kila jambo. Ila ukiondoka hapa Kilingeni mpaka nyumbani kwako naomba usiangalie nyuma hata. Haina shida mganga, hilo tayari limeshawezekana. Ni rahisi sana limewezekana. Endapo kama utaangalia nyuma bwana, uwezi ukakutana tena na hela milele. Haina shida nitazingatia hilo mganga. Sawa, umenikuta mimi mganga wa dharura. Nina mwenzangu ila hajafika hapa leo. Kwa vile sasa tatizo limekuwa ni dogo sana kwangu, ili nalitatua peke yangu. Nakuomba kijana uende. Nashukuru mganga. Utakuja kushukuru hata usipokuja basi, ila nasaidia watu wengi sana.
Naomba uende. Sina shida. Mnatafuta hela za mteremko kufanya kazi ya mtaji. Mganga majukumu mganga. Na ulichotoka mfukoni? Weka mfukoni ila usiangalie nyuma. Wewe sina shida mganga. Haya bye mganga. Haya kwa heri baba, tuonane mwakani. Atolila baba, atolila baba pasema, atolila baba, atolila baba, atolila baba pasipo, atolila baba pasipo, atolila atuote jala kumwamba pasipo, atolila atuote jala kumwamba. Mama mtu. Karibu mume wangu. Asante. Karibu. Asante. Naona mazingira yako da. Hizi nguo vipi ulifua kwa? Ndio. Naona leo kwa alifanya usafi nini? Maana muhimu sana kufanya usafi. Sijua tena bwana. Amina za hapo nyumbani. Shambani iko vizuri kabisa, ila tusema kuna sehemu fulani hivi. Mahindi yakaa vizuri maana kidogo yalikalwa sijui tena jua kali tena mwezi wa 12 ule. Je, mtoto anaendeleaje bwana? Sawa, amekula kwa? Amelala. Wewe donga? Amelala. Karibu mwanangu. Asante. Niko nasemaje bwana? Vizuri. Maana nilipotoka shambani, bila kusema tu nilipitia nyumba pana ya mwalimu Msuo hiyo. Jana pale aliponipigia simu pale, kama jana ile jioni sema ngoja nilipitia kwake nisikilize kuna tatizo gani tena. Baadaye mimi nilipopitia pale akaniambia bwana si nini changamoto. Unajua tena sasa bwana tunatafana bwana mambo ya giza haya nini. Ndio yule jamaa akasema bwana mimi usiku silali, mara nahangaika tu mara nitoka mbaya nini. Nikamsema basi kama hivyo basi mimi naenda nyumbani nikamwambia mama mtu pale tutafika baadaye kufanya kwa maombi. Ndio hivyo sasa. Ile lakini nilipoondoka nilikuwa kwa kwenye maombi. Muombe pale Mungu nikamwambia bwana sisi baadaye tutafika na familia yangu. Sasa wewe mama unasemaje? Hata unaweza kaenda kwa mtoto wako. Kwanza lazima niende na mimi. Kule na kitu na uwili maana nimwambia nifika na mama mtu. Kwanza yeye kama anashika sinabidi kufuata wewe. Sasa mimi ndo nikamwambia bwana mimi nitafika na mke wangu. Yaani bwana nitafika na familia yangu. Yaani nini hiyo? Ndio sasa hivi jioni inabidi tuende kule jioni. Yaani vizuri bwana. Najua bwana saa hizi bwana hali yenyewe jinsi ninavyotakana. Bwana analalamika mara mwingine unasikia jana pale mwingine mtoto huko amepotea nini. Hivi basi tumuombe Mungu tunapolala muombe Mungu. Lala yenyewe ndio hiyo sasa. Bila Mungu kweli si la. Lakini yeye hajaona wachungaji wengine haja kutokea. Mchungaji hapa. Sio mimi tu kijiji kampani. Nafanya kazi nyingi kwa. Sawa mama wangu mimi niko ndani. Sasa basi sawa ngoja mimi niangalie kumba huko. Je, hao chakula kipo cha nguruwe? Hapana. Basi ngoja mimi nichukue kabisa. Haya, asante. Yalianza kwa usi
Sasa inawezekana mtu nimelala ndani kwangu niko ini michezo ila koja Ajeti kama kao yaje fresh afresh kama kao pia kichamu alotupo kama kao bwana mama hapo ndani kijini hapa wiki ndani alomini hivyo sema ndugu yangu majukumu ni mengi familia sio jana hata mke wangu alikuwa anaumwa unamkumbuka mwenye mtoto sahihi nilipata taarifa wiki kwa sasa niseme tu kuna wiki moja hivi nilisikia kwamba mke wa teacher pale anaumwa ndio uwezo kupatia sana kwa sema mke wangu anaumwa sana. Yaani hata hapo nimetumia kama laki mbili mpaka hospitali. Sasa tuchuyo hapo mdogo wangu. Wewe mdogo wako? Wewe nimemfundisha mbona? Basi. Wewe nimemfundisha sana. Kumbuka sababu angalia basi kumsalimia jambo na kitu chako sasa. Mbona uko busy tu wewe? Wewe nimemfundisha sana. Kitakaza baba, kitakaza. Sikiza naongea jioni, ushakuwa muuni. Yaani toka ende tu mjini alifika. So moja so mbili zote zikani. Watoto maisha wajui wanachezea maisha kabisa. Kijana mdogo kama huyu, siku hizi anatumia mitungi pombe ndio hivyo. Sasa. Vipi kile kinywa chako kile cha kunywa kile kinaendeleaje? Kile kitu fresh. Fresh kabisa. Japo wateja wanazingua lakini nimeamini sikusaji sana. Ona kubali mzee wa kutumbia tupia hivi nakubali sana. Sema ndio watoto ndio wanazingua mwanangu sielewi. Ila mwanangu wewe yaani wewe mshikaji wangu sana ila kwenye swala la wanawake punguza ndugu yangu. Sawa. Nisikia taarifa zao punguza sana ndugu yangu. Huyu ni ndugu wangu wala hana shida yote ambayo inatokea. Sasa dogo msalimie kwa japo teacher. Mara teacher kitabu ondoka na umefika teacher ndio kitango. Mimi bwana siku hizi kwa muone tayari. Yepi. Badilika ndugu yangu ndio maisha siku hizi. Basi kwanza nishukuru simu. Kwa na kusikiliza. Halo. Shangazi. Naona umetumia namba ngeni hapa sasa hivi. Shikamoo. Safi Budi nipo naye ila ameingia jana hapa. Japo ameingia lakini amefika salama yuko vizuri lakini mazingira yake hayaruhusu kabisa. Tofauti na nilipotoka mwanzo. Ndio yani imebadilika yani ule mfumo wa desturi zetu na mila zetu ameondoka kabisa. Kwa sasa hizi mtaji na eleweki na shangazi kitu ambacho sikifahamu hata mimi ukunijuza kama kidogo imebadilika na umeishi naye huko muda mrefu sisi tukikwamini kwamba utaendelea kimazingira mazuri lakini amefika ndio hivyo amebadilika yani hususan hata mwenyewe ananiita dogo muda mwingine sinajua shangazi mimi najua shangazi wewe uliomba uishi na huyu dogo lakini ungemlea japo unajua kwanza mazingira kwa sababu kuna wazazi wetu sawa wamekufa lakini huyu dogo mimi naona kama anataka kunishinda Kafanyaje? Nielekeza ila sema tu yeye ameniambia kwamba yeye amechoka kuishi mjini na amefika hapa toka jana mimi nimempokea. Ila katika kuja kwake hajafika na kitu chochote mwisho begi na nguo zake alizovaa hata kueleka ni tofauti kabisa na alipotoka kwa shangazi. Shangazi basi ngoja kwanza mimi nitafute kwanza muda afu nitakupigia kwa sababu ushanivuruga tayari na mimi hapa sielewi na mimi hapa sasa shangazi nikwambie tu ukweli wangu maisha yangu yamekuwa magumu hatari yani japo napambana kijiwe lakini hela sizioni yani mfumo wa maisha unakaa vibaya na dogo huyu tena amefika hivi nilikuwa nategemea wende kama huyu dogo tutakaa pamoja tutasaidiana lakini kimaisha yamebadilika shangazi. Sasa ngoja mimi nitakupigia baadaye. Sasa sana. Wewe ndo shangazi yako? Dogo vipi? Sasa mbona jana tulikutana? Harakati zako zilikuwa vizuri, mpangilio wako umechoka maisha. Kwani wewe umefanyaje town? Maisha. Maisha kiaje sasa? Maisha ni yamekukatia kivipi sasa sijakuelewa. Kwa kweli kwa
kwanza nikuchane huko. Yaani kuchane live blaza. Maisha ya kule hizi. Lazima tu yule nani shangazi yule mango si unajua tuna kazi zake hizi itaniambia mimi ndio mfanyakazi wa ndani kweli muni wote. Lakini mdogo wangu kwa umri wako unaruhusiwa japo kusaidia kazi hata mwenyewe hapa nikifika nyumbani hata wewe unapotegemea ukienda sasa hivi kutoka hapa nyumbani si wewe ndio unaenda kupika au nitapika mimi kaka. Brother mimi siwezi nikafanya kazi za ndani yaani mimi nioshe vyombo hivi. Wewe ndio maisha yetu sasa. Wewe na mimi kuna mtu ambao mwanamke hapa sasa. Brother kaza brother au sio? Ameshakosha vyombo vile wapi na wapi. Mimi mwanamke. Bwana ungekuwa na dada ningesema labda sister nini. Nenda kwa shangazi kwa kapige kazi ni kesho sio. Lakini ndogo kitu kimoja tu ambacho mimi kinakutia au kinakuuliza katika maisha. Umefika jana ulielekeza mfumo wa maisha tayari umefika na kuona umebadilika. Kwanza mfumo wa maisha tofauti. Unajua kabisa wewe na mimi wazo wetu wamefika. Sawa mimi najua tunaishi maisha magumu lakini sio huko ulikofikia nasikia unapola. Vitu vibaya unafanya na wafanyia watu. Kwa ni binadamu zao pale pale ndugu wangu inuka. Amna blaza mimi sikadi wala nini au sio? Kaza tu blaza. Wewe unamsikiza blaza yako. Unajua mimi nilishakufundisha sana. Unajua katika wanafunzi wangu ndio wafundisha. Kwa kwanza nilikuwa na imani naye ndio alikuwa huyo. Kwa sababu nakumbuka shule msingi alikuwa na nidhamu sana. Mpaka alipomaliza shule sikuwa naye tena. Na maneno yake ndio hivi kwa kupola watu, si mara Saula kile dondosha, siku hizi nasikia mtaani. Maneno ya watu tu haya blaza. Kama kweli badilika ndugu yangu. Ticha, sielewi kabisa sielewi ticha kwa sababu ni mtoto wetu, niseme ni mdogo wangu pia kiumri. Tunaweza tukasema ni kama mtoto wetu lakini tumeendea mazingira hivi sasa hivi ndio kubadilika. Sijui ndogo amekula nimeenda town kachanganyikiwa amefika jana. Yaani hapa ndio kwanza kaingia jana ndio maneno haya anakupa mimi kakaki. Sakaje kabisa mdogo wangu. Watoto 2000 au siku hizi ameeleweki. Hata shida sielewi. Sema ndio hivyo bila badilike sana. Wewe niambie konta. Nakupata konta. Poa. Hawasikizi ndugu yangu hao. Nakuja chapa. Wanangu wa utimu tunalichegedua miguu weka juu after katika iligoma ni laindo segeni mwana wenu hapa nyumba imeletwa na mkali wa mziki ni Mungu yani Mose wanangu habari gani